Sasa huyu ni Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Naomba umsikilize kwa umakini sana, alafu nitakuja kuongea hapo mbele. Mimi si mwanasiasa na sipindishi maneno yangu. Mimi ni mwanajeshi na ninapenda kuusema ukweli. Kila mtu ana uhuru wa kupokea ama kukataa. Kila mtu ana gari lake. Kila mtu anaishi vizuri. Tunakula asubuhi, mchana na jioni, na tunafanya kile ambacho tunataka kufanya. Tuna uhuru wa kusema na tuna uhuru pia wa kutoa maoni yetu. Na hii ndiyo demokrasia, na hii ndiyo sheria. Hiki ndicho tunachokijua katika mji wetu wa Ouagadougou. Lakini nendeni mkawaone wale watoto ambao wamekonda hadi mifupa yao inaonekana. Nendeni mkawaone wale waliokufa kwa njaa. Nendeni mkawaone wale wanawake ambao hawawezi tena kunyonyesha kwa sababu matiti yao hayana kitu. Nendeni mkawaone. Tusijifanye ya kwamba mambo haya tuyaone. Kama waandishi wetu hawana ujasiri wa kwenda mikoani kuleta picha halisi, basi huenda kwa sababu wanataka kuficha taswira ya Burkina Faso. Ninapokuambia kuwa kuna watu wanakula majani, sisemi tu kwa bahati mbaya. Kama kuna mtu anayetaka kupinga, nitampeleka akaone mwenyewe. Hali hii inaendelea, haijawahi kuisha. Japokuwa tumefanikisha kusambaza misaada kwa baadhi ya vijiji, lakini bado kuna vingine hatujavifikia. Tuko njiani. Hakuna hata raia mmoja ambaye anaweza kutusaidia ili kuonyesha mshikamano kwa watu hawa. Hii ni aina gani ya uadilifu? Uadilifu wa Burkina Faso ni upi? Kukosekana kwa msaada huu kumetutia huzuni na hasira kubwa, mpaka tutakapokabiliana na mizizi ya matatizo ambayo inaikumba nchi yetu. Kwa sasa tumeweza kupata baadhi ya malori kutoka kwa jeshi, na tunatumia rasilimali zetu wenyewe kusafirisha misaada. Hata hivyo, msaada huu haujaweza kubadilisha hali ya njaa kwa kiwango kikubwa. Na hata tunapojitahidi, bado kuna watu wengine hawana huruma kabisa. Wananchi wenye uwezo wanajua kabisa hali halisi, lakini wanabakia kimya. Hii inathibitisha kuwa mshikamano umepotea kabisa Burkina Faso. Tafadhali, muwahurumie watu hawa. Muwahurumie vijana. Muwahurumie watoto. Vijiji hivi vimekosa nini hadi kufikia hatua ya kulazimika kulala mapolini au kwenye mapango kila jua linapozama? Wanakimbia kutoka kijiji kimoja hadi kijiji kingine, na asubuhi wanarudi kuangalia kama kila kitu chao kipo salama kabla ya hawajarejea mapolini. Hatutakiwi kuuficha ukweli huu. Hii ndiyo hali halisi ya Burkina Faso. Tunaangalia tu miji yetu mikubwa, lakini ni sisi ndio tunawajibika kwa yanayotokea, na pia tutawajibika kwa yatakayofuata, yawe ni mazuri ama ni mabaya. Hatima yetu inategemea matendo yetu ya sasa. Kila mmoja wetu afanye kwa sehemu yake, na naamini tunaweza kufanikiwa. Nina matumaini na nina imani na yatatimia. Okay, sasa huyo ni rais wa Burkina Faso kama nilivyosema pale awali, Ibrahim Traore, na hapo anajaribu kueleza hali halisi ya mambo ambayo yanaendelea katika nchi yake ya Burkina Faso. Sasa moja kati ya mambo ambayo nimekuja kuyagundua kila ambapo rais huyu anazungumza ni kwamba watu huwa wanamsikiliza kwa umakini sana, kwa sababu nguvu fulani ya uongozi ndani yake. Na hivi ndivyo kiongozi wa kweli ambavyo anapaswa kuwa. Sawa, hatukatai kwamba yeye ni mwanajeshi. Unajua watu wengi huwa wanadhania kwamba wanajeshi wanapokuwa viongozi mara nyingi ni lazima wawe madikteta. Sasa kwa Ibrahim Traore imekuwa tofauti sana. Yeye ni mwanajeshi kweli, lakini sio dikteta. Na hivi ndivyo kiongozi wa kweli anavyotakiwa kuongea na watu wake. Sasa mimi huwa najaribu kujiuliza, ni viongozi wangapi wa Kiafrika ambao wanaweza kufanya kama ambavyo Ibrahim Traore anafanya katika nchi yake? Na hapa sitaki tu kuorodhesha yale mambo ambayo Ibrahim Traore ameshafanya tangu alipoingia kwenye uongozi wa urais mwaka 2022 mpaka sasa. Lakini jambo kubwa la muhimu ni kwamba Ibrahim Traore anajali sana watu wa kawaida. Yaani anawajali sana wale watu ambao wanaishi maisha ya chini. Tofauti kabisa na viongozi wa Afrika. Viongozi wa Afrika wengi hawajali kabisa kuhusu raia wao. Ili mradi tu marafiki zao wa karibu na watu ambao wanawazunguka wanaishi vizuri. Lakini hawajali kabisa kile ambacho kinaendelea katika tabaka la chini, ama wale wananchi ambao wanaishi ile tabaka la chini. Lakini unapomsikiliza vizuri Ibrahim Traore, unaweza ukatokwa na machozi kabisa. Ana ule moyo wa kujali watu wake. Na hapa siwezi nikadanganya. Waafrika wengi wanaishi katika umaskini mkubwa sana, lakini viongozi wao hawajali kabisa katika hili. Sikiliza haya maneno ambayo anayasema hapa. Mshikamano umepotea kabisa Burkina Faso. Muwahurumie hawa watu. Muwahurumie vijana. Muwahurumie watoto.
Sasa haya ni maneno ambayo yanazungumzwa na kiongozi wa Afrika. Jambo la kushangaza sana. Sasa ni viongozi wangapi wa Kiafrika ambao wanaweza wakasimama na wakayasema maneno haya? Viongozi wengi wa Afrika wamejikita zaidi katika mambo ambayo wao wanadhania kwamba ni ya muhimu, wakati ukweli ni kwamba wananchi wao ndio watu wa muhimu zaidi kuliko hata hayo mambo ambayo wao wameyaweka kipaumbele. Katika nchi nyingi za Kiafrika, ili mradi tu ile miji mikuu iko sawa, kuna barabara nzuri, miundombinu mizuri, madaraja mazuri, maji yanapatikana, basi vitu hivyo kama vinafanyika vizuri katika ile miji mikuu, basi wanadhania kuwa nchi nzima mambo yako sawa. Hapana. Hakuna anayejali kabisa vile ambavyo vinaendelea kule vijijini au maeneo ya pembezoni mwa mji. Kwa mfano, serikali inapotoa kandarasi kwa ajili ya miradi ya maendeleo, hakuna anayefuatilia kuhakikisha kwamba kazi inafanyika ipasavyo. Je, barabara ambazo zinajengwa katika viwango sahihi? Majengo ambayo yanajengwa yatadumu kwa muda mrefu? Wananchi wanapata faida gani na hiyo miradi ambayo inaanzishwa? Hakuna anayejali mambo kama haya. Hii ni moja kati ya changamoto kubwa sana barani Afrika. Sasa mabadiliko makubwa yanahitajika Afrika, na Ibrahim Traore anatakiwa kuwa mfano wa kuigwa kwa viongozi wengine wa Afrika, kwa sababu vijana wa Afrika wanamwangalia Ibrahim Traore kwa matumaini makubwa sana. Wanaamini kuwa Ibrahim Traore pamoja na muungano wa mataifa haya ya Sahel wamekuwa mwanga wa matumaini kwa Afrika, na wanaamini kwamba wanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwa Afrika. Binafsi ni waombe viongozi wengine wa Afrika waige mfano wa Ibrahim Traore, kwa sababu Waafrika wanastahili maendeleo. Tuna kila kitu ambacho tunaweza tukakitumia ili kufanikiwa, lakini bado wananchi wanaishi maisha ya chini, bado wananchi wanaishi maisha ya kimaskini, maisha ambayo hatukustahili kabisa kuishi. Mimi naitwa James Atilio, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango. Asante.